Hakika hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF. Karibu katika mfululizo wa vipindi hivi maalum kutoka katika banda la Wizara ya Fedha, na kwa wakati huu tutatembelea idara mbalimbali zinazofanya kazi chini ya wizara hii ya fedha. Kwa hiyo kama unavyotazama, zipo idara na vitengo mbalimbali ukiwa unafika katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Sabasaba. Mimi ni Godfrey Kusola, nikupeleke moja kwa moja kwa watumishi wanaofanya kazi katika idara hizo kuweza kuona tathmini ya maonyesho haya na nini majukumu na matokeo na tija ya idara hizo. Karibu. Kwa wakati huu tumepata nafasi ya kutembelea baadhi ya idara kama ambavyo nimezungumza mwanzoni. Kwa tutakuwa katika idara hii, idara ya usimamizi wa sera za ununuzi wa umma. Mambo mengi sana yanafanyika huko katika kuinua uchumi wa taifa hili. Fatma Msantu, yeye ni afisa mgavi mkuu katika idara hii. Kwanza hongera pia Sabasaba. Asante sana. Pengine wananchi wanataka wafahamu matokeo yakoje kuhusiana na majukumu ya idara hii. Idara hii ya sera za ununuzi wa umma ina majukumu makuu mengi, lakini yale makuu naweza kuyataja kwa kifupi ni kuandaa miongozo ya kisera inayohusiana na shughuli za mnyororo wa ugavi, lakini pia idara hii ina majukumu ya kufanya mapitio ya sheria ya ununuzi wa umma ili kuona kama kuna mapungufu na kuweza kuiboresha sheria hiyo. Pia idara hii inatoa ushauri wa masuala yote ya kisera kwa serikali, sekta binafsi pamoja na wadau wa maendeleo wote. Sisi hapa idara yetu kwenye hii maonyesho ya Sabasaba, lengo kuu ni kuja kutoa elimu juu ya sera mpya ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi. Sera hii imezinduliwa hivi karibuni na ni kwa muda mrefu serikali imekuwa shughuli za mnyororo wa ugavi zimekuwa zikitekelezwa kwa kutumia sheria ya ununuzi wa umma, sheria ya fedha na sheria nyingine ambazo zinaendana, lakini hazikuwa na miongozo ya kisera. Kwa hiyo hivi karibuni mwezi wa 4 mwaka 2026 serikali imeenda kuzindua sera ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi ya mwaka 2025. Na lengo la sera hiyo ni kwenda kufungamanisha shughuli zinazohusiana na ununuzi wa umma, uondoshaji wa mizigo ya serikali, upokeaji na urejeshaji, shughuli zingine zinazohusiana na kutunza vile vifaa baada ya kupokelewa, kuhifadhi na matumizi ya zile vifaa, lakini pia shughuli zinazohusiana na usafirishaji wa zile bidhaa pale zinaponunuliwa, zinaweza zikawa zimenunuliwa kwenye pointi moja kufika kule kwa mlaji. Lakini pia sera hii pia inakwenda kufungamanisha shughuli zinazohusiana na uondoshaji wa bidhaa hizo baada ya kumaliza matumizi yake. Kwa hivyo mwanzo kabisa hizi shughuli hazikuwa zimefungamanishwa. Sasa hivi hii sera inakwenda kuzifungamanisha kwa lengo la kuweza kupunguza matumizi na kuimarisha matumizi bora ya serikali, lakini pia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa hizo shughuli nilizozitaja, na pia kwenda kuhakikisha uzingatiaji au uhifadhi wa mazingira unaweza kuboreka kwa kutumia ununuzi wa ugavi endelevu. Kwa kumalizia tu kwa kifupi tu, tuambie anayefuatilia Sabasaba anataka kuifahamu, pengine umezungumzia majukumu. Hii dhana ya mnyororo wa ugavi endelevu, ili mwananchi wa kawaida aielewe, ni dhana gani? Dhana hii manake ni ule mtengamano, yani ule ujumuishaji wa shughuli ambazo nimezitaja hapo awali za ununuzi, yani tunakwenda kuzijumuisha kwa pamoja, zinakuwa ndani ya mnyororo mmoja, tunazifungamanisha. Kwa hiyo shughuli hizo ni pamoja na ununuzi. Unaponunua utapokea, kama umenunua nje ya nchi, ukipokea utakiingiza kwenye ukihifadhi, utakiingiza kwenye document ambazo zinahitajika ukihifadhi. Baada ya hapo utakipeleka kwa mtumiaji, ndio usafirishaji, utakipeleka kwenye mtumiaji wa mwisho, na hapo akishatumia kimeisha muda wake, kifaa hicho kitakwenda kuuzwa kwa njia sahihi. Yani serikali huwa katika matumizi ya vitu vyake huwa ina muda wake maalum. Kwa hiyo ule muda wa kile kifaa ukishafika, basi kifaa hicho kinaweza kikapelekwa kwa taasisi nyingine yenye uhitaji zaidi ama kikauzwa. Kwa hiyo tunavyoziunganisha hizo shughuli zote ndo tunakwenda kuzifungamanisha ili kuongeza thamani halisi ya fedha katika utekelezaji wa shughuli hizo. Neno lako fupi tu la mwisho Sabasaba. Neno langu fupi la mwisho, ninawakaribisha wananchi wote, hususan wadau wote wa shughuli za mnyororo wa ugavi
ili waje waone fursa zilizopo, kwa sababu fursa kubwa ni pamoja na ongezeko la ajira. Wananchi watakwenda kupata ajira kupitia hizi shughuli zinazohusiana na mnyororo wa ugavi. Kwa hivyo tuwaje hapa katika hili banda tuwaeleweshe ni namna gani serikali inaweza kuwawezesha na kuweza kuzitumia hizi fursa katika shughuli za mnyororo wa ugavi. Asante Fatma Msatu. Huyu ni afisa ugavi mkuu kutoka katika idara hii ambayo tumetembelea kwa wakati huu. Pia sitaishia hapa, bado ziko idara nyingi, tuendelee kutembelea kuona nini ambacho wamejiandaa katika Golden Jubilee ya mwaka huu. Hii ni jubilei ya dhahabu ya miaka 50. Twende. Na mimi kwa majina ninaitwa Anastasia Amandi, ni mchumi, niko Wizara ya Fedha ndani ya kitengo hiki cha ubia kati ya sekta umma na sekta binafsi. Hiki ni kitengo ambacho nacho ni moja ya vitengo ambavyo vimeshiriki maonyesho haya ya Sabasaba ya jubilei ya miaka 50. Na kwenye kitengo chetu tumekuja kutoa elimu kuhusu masuala ya ubia kati ya sekta umma na sekta binafsi, au wengi wanasema public private partnership. Kwenye kitengo chetu majukumu yetu ya msingi ni kuandaa sera, sheria na kanuni za ubia kati ya sekta umma na sekta binafsi, lakini pale ambapo tunagundua sera hizi hazijawa bora zaidi, tunafanyia pia mapitio ya sera hizo na sheria hizo ili kuziboresha na kufanya mazingira ya uwekezaji kwa utaratibu wa ubia baina ya sekta umma na sekta binafsi yanakuwa attractive kwa nchi yetu. Lakini mambo mengine ni kinatoa awareness na elimu kuhusu masuala ya PPP, lakini pia tunasimamia kansidata ya miradi ya PPP na masuala mengine yote ya kisera yanayohusiana na masuala ya PPP. Kwa hiyo katika banda hili tunatoa elimu kwa wadau wetu, hususan wadau wa sekta za umma na sekta binafsi ambao ndio wadau wakuu wawili wanaoingia mikataba kati ya serikali mwenyewe na sekta binafsi. Kwa hiyo kwenye miradi ya PPP, kwa nini serikali inaitaka hii miradi? PPP ni moja ya financing strategy. Na ukiangalia Wizara ya Fedha ndio wizara inayohusika na masuala ya finance development projects. Ndio wenye mzigo. Ndio wenye mzigo. Kwa hiyo PPP sasa inakaa pale kutoa institutional framework na regulatory framework, namna ubia huu unavyoingia, kama ni serikali imeanzisha mradi, utaratibu unaotakiwa kufuatwa, au kama ni sekta binafsi ameibua mradi, utaratibu unaotaka kufuata. Ndio wizara hii yenye dhamana na masuala ya PPP ndio kazi ambazo tunafanya. Lakini wananchi wanataka kuona matokeo zaidi Wanasikia tu kuna sera, kuna ubia kati ya sekta ya umma na binafsi. Wananchi wanataka matokeo. Tuwatarajie nini matarajio kwa wananchi kutokana na ubia huu? Asante mtangazaji. Kitu ambacho naweza kusema matokeo, ukiangalia takriban miaka 10 iliyopita ndo tulianzisha hii sera ya ubia kati ya sekta umma na sekta binafsi. Baada ya sera tukawa na sheria, kanuni na miongozo mingine. Tukafuata hapo tukaweka institutional framework ambao kuna Wizara ya Fedha, kuna kituo cha ubia, lakini kuna mamlaka za serikali na serikali za mitaa ambao ndio contracting authority wanaotakiwa kuibua miradi. Kwa hiyo baada ya miaka 10 kuanzia mwaka 2018 baada ya sheria yetu kukaa vizuri na marekebisho ya mwaka 2023, tumeanza kuona mwitikio mkubwa kutoka sekta binafsi na sekta za umma. Taasisi nyingi zimeandaa miradi, tuna zaidi ya miradi 100 sasa hivi ambayo iko kwenye hatua mbalimbali za maandalizi, lakini pia tuna zaidi ya miradi 5 ambayo ipo kwenye hatua za utekelezaji, ambao kwa mfano kwa mwaka huu wa fedha tumesaini mikataba 4 ambao kuna mkataba wa Dati phase 1 kutoka Kimara mpaka Kivukoni, Moroko na Gerezani. Tumeingia mkataba wa ununuzi wa mbia ambaye atasupply yale mabasi kwa utaratibu wa PPP, lakini hii ya Mbagala mabasi ya kijani ambayo tunayaona nao ni miradi ya PPP. Lakini kuna mradi wa vyombo vya moto, ukaguzi wa vyombo vya moto ambao utatusaidia kupunguza ajali barabarani au kusababisha msongamano ambao sio wa lazima. Kwa hiyo miradi hiyo tumeingia mikataba na tunaendelea na maandalizi ya miradi mingine ikiwemo expressway ambayo itasaidia kupunguza msongamano watu wanaoenda Morogoro. Na inajali pia wazawa miradi Yes, miradi ya PPP inazingatia local content. Kwa maana kama ni mzawa amebid, yeye ana point zake extra, lakini pia tunaangalia anayetoa ajira sana kwa wazawa wetu ndio anayepewa kipaumbele, ana point zake wakati wa evaluation. Lakini tunaangalia miradi ya PPP inajenga fursa za ajira na other economic activities ambazo ndio msingi wa serikali. Asante sana. Ni Madam Anastasia Amandi, mchumi huyu, ndio maana tumekutana na masuala ya kiuchumi, fursa kwa wananchi. Yeye anatoka kitengo cha ubia kama unachokiona hapa, kati ya sekta ya umma
na sekta binafsi.